We are scared. Unaona huyo mtu kiona, ukikata Raila hapa, ukata hii kigo, utoe uweke kado, ataitwa Raila. So what do we fear in him? Is it the body or the face? Ukikata shetani shigo, ubakishe kimwili, utajua ni shetani. So what do we fear? It is the face. So if we cut this face, then it means we have conquered them. It is in the Bible. Do not be scared wherever you go. Ukienda kwa Waislamu kule Qatar, uende Saudi Arabia, uende na whatever places that you go, do not be afraid of what they do. Do not be afraid of their culture. Do not be afraid of their religion. Do not be afraid of whatever they say against you. If you are black, I'm black because I look like God. My God is black. What will be coming out, it is not your words, but God's words. See today, lift up your faces. See today. This day, I have set you over nations and over kingdoms. That is what God has told you. Do not be afraid of their faces. For I will be with you for you to see the deliverance. So he tells you, see, today I have given you power to pull down, to destroy. If you go to that foreign country, and the foreign country, they are worshipping animals, and there is no any church around you, there is no space around you for you to do anything, then you must understand one thing, that you are given the power to go and destroy that nation and build the nation that you want. Thank you, nasema ni asante. Hata kutupatia ruhusa ya kuwa mahali hapa ni kiama. It's a miracle. Thank you, God. Thank you for having been faithful to us. We will also be faithful to you. We will walk in the way of your plans, your statutes, and the way of your discipline. God, help us to be able to realize these goals, that we may be able to be called conquerors in your house. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Hallelujah. You may be seated. Thank you. Don't worry, najua somehow it is becoming like hamujashika vizuri, because this is a culture I want us to build. Bwana asifiwe sana. This is what? A culture that must be in this church. We must worship more than we talk. Hallelujah. Because we have come to worship. We didn't come to talk. They have talked. Ni nani hajahubiriwa Biblia hapa? Nani hajui Bible? Kutoka CRE, kutoka what, socioethics na nini, wale walisoma na wale wakusoma kama mimi. Tulijua tu, tuliambiwa in one way or the other one. Bwana Yesu asifiwe sana. So what we need to understand is the in-depth of the word, and also be able to worship. Worshiping is by praising God, by praying and supplication and repenting. Repentance must be the key, the core of this ministry. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody doesn't have. If somebody comes and tells you, mimi sijafanya makosa, I'm clean, anakudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikuja akusambia hapa ni mtakatifu, mimi nimeokoka, mimi ni nani, anakudanganya. Mwambie utanidanganya. Na mwambie usinidanganye. Bwana Yesu asifiwe sana. If there is a seat in front of you, as I normally say, I hate this repeating. Sijui maasha wanafanyanga kasi gani. You have so many gaps here, yet you're not feeling. So many gaps. Thank you very much. Thank you for the team that pastors. That is the culture, Baba. Prayers. Let prayers take more time. Bwana Yesu asifiwe sana. I want a praying church. Not a miracle church. I want a praying church. Bwana Yesu asifiwe. Hii mambo ya kuwekelea watu mkono ni ya watu ni kazi ya maasha, sio yangu. Kazi ya kuambia kiwete itembee si kazi yangu, ni kazi ya Asha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mapasta, msiniwekelee mzigo tena mwanza kunifanyisha kazi nyingine. I have so much to work. Nina kazi mingi. Ninafaa kuwa South Africa, nakaa kuwa West Africa, nikivuja madhabahu. Sasa mmenirudisha ati niwekelee watu mikono. No.
Hiyo ni kazi ya Asha na wale watu wanakupale akina Buju. Hiyo ndio kazi ya akina Buju. Kusema viwete vitobuke vinaenda. Bwana Yesu, I'm not you know, miracle is not something that tunaweza kutulingia nayo. Ati biguni kunasemekana viwete walipona, but hakuna celebration ilifanyika kule biguni. Watu walifunguliwa macho, lakini hakuna celebration ilifanyika kule binguni. Watu walikuwa na mwaga damu wakapona, but there was no celebration in heaven. Was there? Was there any celebration? But when a soul came into the kingdom, everything was stopped for this soul. The celebration was there. So you want me to be engaged in an event or in an event that is recognized in heaven? Bwana asifiwe. Hallelujah. Kama ni hiyo mnataka nifanye, mimi sitafanya. I want to shake the heaven. Ambia mwenzako, I want to shake the heavens. Nataka kutetemesha bingu. When bingu inasimamishwa kazi zote, baka Mungu anasema abai motige hanini. Kweke dogie kika. Hallelujah. That is what I want. I don't want that which they even don't care whether it happened or it did not happen. That's not a big deal. Kusema si hata ukienda kwa mganga na kuobeaga. If a doctor can cut your eye hivi akate na uanze kuona na ulikuwa huoni. So what's the difference between him na mimi na yeye? There's no much difference. Hallelujah. It never even bothered Jesus. Huyu mama alikuwa na mwaga damu, Yesu alimwambiaje? Imani yako imekupona. Na akaangalia na kwingine na kaenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine akakuja akaambiwa umesamehewa dhambi. So alikuwa ni mgonjwa lakini ameambiwa umesamehewa nini? So that does not bother Jesus. Does not bother heavens. It doesn't bother at all. Hallelujah. It doesn't bother. Let us not seek the miracle. Let us seek God himself. Because when you're walking with God, you succeed in every move that you do. Because when you are red hot, nobody can touch you. And to become red hot ni kuomba. We must be a praying church that is always red hot. Every time you pray. That's why I love Catholics and the Muslims. You know, Catholic and Muslims are one. Muslim came from Catholic. It's a split. Did you know that? Even you look at the worship of Catholic is the same worship of Muslims. There are three things they value most. Prayer. Lakini mnasema hawataenda biguni. Lakini there are three things they value most than you. Because you only prayed wakati uligogwa na jiwe ukasema Jesus. That is the time you prayed. But this Catholic wamebeba rodhario mnasemaka ni sanamu. Lakini ashidaka aje? Akifanya hivi. Every time this is meant to keep you praying. Keep praying. It's meant to make you keep praying. So constantly this man is in prayer. The same as Muslim. Every time they are doing this, constantly is in prayer. The devil is not afraid of your one-time prayer. Ati nimefuga siku 7, tulifuga Januari, tutafuga Januari hiyo ingine. He is not afraid of that. He knows. Ukipoa, ukitoka kwa maombi umepoa, anakuanzia safari hapo. The only thing the devil fears in you, it is the constant prayer that every single moment you are red hot. When you pray every single moment, you become hot. Therefore, the devil will not be able to touch you. That is number one. I respect those people for that. Wamekushida. Number one, amefanya nini? Lakini wewe ni mwendaji wa bigu, ni mwendaji wa biguni, lakini hauna relationship ya kwenda biguni. Hallelujah. Wewe ni mwendaji lakini hauna nini? You don't have a relationship that it takes you to that heaven you are going. Number two, they know how to worship God with their deeds, their body, and their properties. If there is any architectural plan that is expensive, comes from the Catholic people. The most expensive, sio kujenga, sio mjigo, mchoro. Mchoro peke yake, ile architectural plan, it is equivalent the value ya hii nyumba yote. Because they are paid as per the value. Bwana Yesu asifiwe sana.
Architectural planners, they are paid as of the value of 6% of the total value of the what they have. Chorad. What kama nyumba ni ya milioni 500, architectural analipagwa nini? 6%. So unakuta ile 6% yamepatiwa imeshika tu kanisa tote tu kiroho tu Nairobi. Tote. Na hiyo ni mchoro tu ya karatasi ya Catholic. Hajajenga. Akiekelea nyumba unaona imekaa madhogodani na majogonyani beauty. That is a worship. A Muslim ukiingia kwa nyumba yao, kanisa yao, iko na carpet. Carpet equivalent na ile plot yote mnaishi plot 7. Equivalent value. Hallelujah. No matigadi eko. Matigadi eko. Matigadi eko. Matigadi matuine. Nyumba ile muski wenye wamejenga moski yao. Yeah? Anaidaga banki mtu mmoja, anachukua 400 million, anajenga mosque. One person. Hawachaji. Kama sasa hapa nataka kuanzisha mchago. Tangu siku ile nilianza kusema tunanunua viti. Simeona watu wamepugua. Watakuja kukalia. Wakristo watakuja kufanya nini? Kukalia. But for now wamejipa shughuli kidogo, because they don't know how to commit themselves with God. A Muslim, when I was a Muslim, I happened to be TSS was my good friend. Ukienda Mombasa, the biggest mosque is nimejengwa na TSS. Tawfik Shaib Sheikh. He went to their bank, akachukua 600 million shillings. Akaenda akajenga mosque alone. Hallelujah. Now you who mnaenda nyumbani, kwa biguni ndio nyumbani, twende biguni, twende nyumbani, kwenda kwa baba wetu. Kale kanyumba mnaabudia Mungu, mligoja mkuru ichomeke, mkachukua hiyo mabati ilikuwa inauzwa na machokora, mkaenda mkachukua bito miti ya bito imekatwa, na kama haijakauka unajua ikipigiliwa ni msuri mshumari inaingia, ikikauka ina bed. Sasa unakuta hiyo nyumba imeandikwa the Miracle Center for the Salvation of the Most High. Lakini ukiangalia the Miracle Center, in fact ni miracle, venye imejibed inakaa hivi. Washirika wanakaa ndani ya nyumba wakiwa na miavuli wakati wa mvua. And that is a miracle. Hallelujah. Ambia Mkristo mwenzako wacha ujinga. Ndio uliona Kagame huko Rwanda, na mimi nataka Ruto ataya kuwe na hiyo spirit ya Kagame. Alisema kila kanisa kama haijajengwa according to the plan ya Kajo, with everything in place, na ikuje ilikuwe inspected, my God that I worship I will not allow him to be worshipped in those shanties. I wish I can be president, and I want one day nitaomba Mungu siku moja anifanye president. Only 2 hours. Only 2 hours. Hakuna kanisa ya mabati itakuwa Kenya hii. Hakuna kanisa ya mabati itakuwa Kenya hii. Wajinga wanaume wazima wako na magari mapurado, unakuta kanisa ya mabati imekaa hivi, ije kumesimamishwa purado. Sasa unashitwa. Na sasa hiyo anaishi nyumba down home ya what? 50,000 shillings. Na mabati ile imejenga ni hiyo rent ya siku moja. Alafu tuende biguni. Wa Kristo. Bia Mkristo mwenzako acha ujinga. We must be able to know our God is a God of value. He's the owner of gold and silver. Akalia Solomon mpaka leo we praise him. We know what Solomon did. He built a temple until today. It is an admiration of all religions. Baka ya shetani wanaiclaim. Baka ya shetani. Freemasons, they claim that temple. The Muslims who are in control now, they claim that temple. The Jews, they are claiming that temple. The Christians are claiming that temple because of the magnificence of what was done. The artwork. Eda hapa Nyerere Road, hapa Murang'a Road. Hiyo temple ya Waidi. Munane wanajua hiyo temple ya Waidi? Wangapi wanajua hiyo temple ya Waidi? Huyo ni mtu anaabudu ng'ombe. Ni mtu afanya nini?
anaabudu ng'ombe, na value ya hiyo kanyumba imeandikwa katika Guinness Book of Record. One of the 7 wonders of this world, hako kanyumba. Kuabudu nani? Na wewe ambaye unaabudu Mungu. Mudhii wa matu. Wacha nikwambie, kama kuna watu watachomeka ni Wakristo wa Protestants. If there is fire, I believe there is fire, mutachomeka nyinyi yote. Worship is not a lot of making noise, a lot dressing properly, driving a nice car, having a huge crowd. Is how you represent your God. The way you represent your God will represent himself to you. Hallelujah. The value you give your God, he will give you value. The kind of, you see, kama ni Catholic saizi, tuseme tunataka kuraise 7 million, haiwezi kupita 5 minutes. Kaide muirediri. Yes? Kai. Kadrashu kama haiji kalele higa. Wewe ni Mkatholik? Simama tu na miguu yako. Hiyo ni ya nini? For nini? Ya nini? Unafanyanga aje? Kila siku. Hata sasa unaomba. Every time. Lakini hata enda biguni kwa sababu hajaokoka. Lakini ako in constant na Mungu wake. Huyo mwenye hata mpeleka biguni, she is in constant with his God, with her God. But you who is going go heaven, John, wewe ambao utamkumbuka leo Sunday ndio ulifanya mrageti hivi kusema Father remember you, remember mimi naenda kuhubiri leo. Ama ukihegwa Jesus, oh my Lord, the devil is a liar. Wa Kristo, sema tuta uplift Mungu wetu. We must uplift our God. The only way God can give you back to you, it is the level umemwekelea. Mungu wako anakuanga venye unakaa. God is shapeless. Anaitangwa omnipresent and omnipotent and omniscient. What does that mean? Omniscient is all knowing. Omnipresent and yes, all powerful. Meaning this God does not have a shape. Hana shape. God ukimweka kwa glasi anakuweka glasi. Ukimweka kwa kikombe anakuanga kikombe. Ukimweka kwa nyumba hii atakuwa hii nyumba. God ni venye unamtengeneza. Ukitaka kama Mungu kakutoshea kwa kibeti yako katakuja. Ukitaka Mungu ambaye anatoshea hapo unaishi atakuja. If you want your God to be the king of the whole world, he will become. Make your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Make your God. Muinue. Hawa watu wa Islamu, they don't have land. Muhindi hana shamba. Wagekoyo, Muhindi hana shamba, but he runs the economy. Because kuna value alipatia Mungu wake. Akajenga hekalu pale, kwenda pale uangalie. Hapo Nyamuranga Road. Hako kanyumba ni kadogo, but it was 2.5 billion wakijenga those days. 2.5 billion watu wa kuabudu ng'ombe. Watu wa nini? Wa kuabudu ng'ombe. Wewe unamwabudu Yesu, unaenda biguni. Wewe mtakatifu, hata damu yako imeangaliwa, imepimwa, sio negative, si what? Ni damu ya Yesu ambayo haina value, ni AZ, sijui what. You live like a poor man. What is in your heart speaks about you. If your heart is poor, you are poor. If you cannot help a needy person, you are just poor. You are just hopeless, useless, and you don't even deserve to exist on earth. Gayosho wanyu wathina, mimi simutaki, na hatutaenda na nyinyi mahali popote kama roho yako na akili yako iko na umaskini. I won't walk with you. Mimi nilikuwa Mungiki. Na Mungiki nilikamata Nairobi, nikatajirika. Hallelujah. Ndio ndio tatigesha wakakuwa. Kwa nini? Kwani wakati uliokoka, before ulikuwa unaenda bar, unatumia 30,000, bado unafanya shopping ya nyumbani na bado unatumia wakati uliokoka, ujinga ilikutoka wapi? Niambie tu.
Hiyo ujinga ilikutoka wapi ya umasikini? Because wakati haukuwa umeokoka, you used to have money. Ni wapi uliambiwa na pasta kutoka sasa? Nimekumbuka ni kale kawimbo mliibiwa. Motheni wa Ngai aturagio ni Ngai. Bori na ng'ombe itire na bata, kiria kibata no. Hiyo ni ujinga. Sema ni ujinga hiyo. Kidu kia bere, before you even plan of going to heaven, live a better life here. Sisi tuliambiwa kuna talanta zitasomwa. Zitafanya nini? Kuna talanta zitasomwa. Utaulizwa, nilikupatia akili ya kutafuta pesa. Ulitafuta pesa ngapi? Unasema nilipata mamilioni. Na bona haukunijengea nyumba. Hallelujah. You must be able to become what Jesus said. Jesus was all round rich man. Wafuasi wake walimwambia, apia hao watu waende, maana kuna kuwa usiku na hatuna chakula ya kuwapatia. Waambie waende. Jesus in him had a heart that is full of riches. He knew I'm not poor. He knew anybody that comes to me must be fed. He knew that anybody comes to me must drink water. That is why when Jesus went to the water, he became water. Akaenda kwa mawe, akakuwa mawe. Ama mjui Jesus alipoenda kwa water alifanyika nini? When he went to the water, what did Jesus become? Yeah? The water of life. Akaenda kwa mawe, akafanyika nini? The cornerstone. Hallelujah. Akaingia ndani ya miti, akafanyika nani? The tree of life. So you must be all round of that man that you follow. You must be all round. Ukiingia kwa umaskini, unasema I am not poor, I'm rich. Na una turn the area, inabadilika inakuwa rich. You must change the area umeingia. You must change the positions. You must change the people around you. You must change the environment around you. I cannot be rich here, nikuje. I'm the only rich person in this church. No. That is not my God. The disciples wakamwambia Jesus, abia mere mathie nigutukire. Jesus aliwauliza, ni hakuna? Hapana. Wakamwambia, sisi ni mikate 5. Ni nini 5? Mikate 5 na fishi 2. Alafu unajua ile lugha walirudisha. No mikate 5 na thamaki 2 tu. No mikate, nataka uweke hiyo tu. No mikate 5 na thamaki 2 tu. Na ndicho turaria. No mikate na thamaki tu. Yani only. Yuni nire anocio tukuria indo icio tu. Mere mathie tondu the mentality ambayo ilikuwa na disciples, it was a mentality of a poor person. Bwana Yesu asifiwe sana. I thank you, man of God, for the teachings today, that you must understand the vision of whom you follow before you start calling yourself a follower of that person. You don't come. There can't be 2 centers of power. Jesus had people who were sick and poor in mentality. What did he do? He told them, bring that bread, bring that fish. Then automatically he turned this food for millions and millions of the people, and they ate. It was an amazement to these disciples because they only knew nothing like this can happen. Hallelujah. Ambia mwenzako nitabadilisha mawazo. Ambia Ukristo wa ujinga imefika leo mwisho. I love this man Oyedepo in Nigeria. He's the richest man in terms of a man of God. Najua tunaitagwa man of God, sijui kama wale wengine ni men of the devil. The pastor ndiye anaitagwa man of God. Who are you? Wewe ni wa shetani. We are all servant. A pastor is a servant. Kazi kubwa ya pastor kanisa hii ni uende nikuja nihakikishe choo yuko imeoshwa, ninaenda ninaosha mimi peke yangu. Ninakuja napata floor haijasafishwa. That is my role in this church. Hallelujah. Nikikuta viatu zako ziko na uchafu na kuambia lete kiatu nikupakusie. That is my role.
the spirit of humbleness. For you to become a man of God or that servant of God, you must be humble, usable, ready to be used by God. Otherwise, you in church, you can never become a boss. There is only one boss, Jesus Christ. And this boss of ours, alitoa watu miguu na akawaosha miguu. This boss of ours, he served people. This boss of ours never became big than other people. He became like them. That is why he had to come down and become like man so that he can lift man. You must humble yourself. Hallelujah. We must refuse poverty from today. Sema refuse poverty. Kama unataka kukua mfuasi wangu, sema mfuasi. Roho ya umasikini iondoke. Hebu iambie iende. Iambie weda. If you are thinking of poverty, you cannot rise. Hawezi kutoka biguni uteremuke. Utatoka chini upande. Nataka ideas. Bring ideas, I will sponsor your idea. Hallelujah. Lakini kama umekuja hapa ni kuobeaga every Saturday, I'm telling you my brother, my sister, nitakufukuza. I'm not short of followers. Mogeke nilikuwa na watu milioni 4. 4 million people walikuwa wananifuata. Sasa hiyo sikuwa najua Yesu. Sasa niko na Yesu. Unafikiria ni watu wangapi wananifuata huko nyuma? Alafu tutoane na yako na madhina maku. No, tupelekane wapi na shida zako? Shida si hauna pesa, shida ni tu akili umekataa kutumia. It's about here. Me, I don't use money. I don't need money to build a house. I need to use my brain to build a house. Hallelujah. Si ati unifanyie budget ya 10 million. No, I don't care about the budget. I want to go to Keregoya. Tunataka nini? Nataka kwenda Keregoya. Najua sound itahitajika, platform itahitajika, transport itahitajika. The rest wachana nayo. Don't give me a budget. Because I know my God, jagiro ni kuandika kioneki yakwa na demo anene. Only that is what God asked you. Andika kioneki na demo nene. Wachana na hiyo ujinga ingine kufikiria kai utakomesha. Kai nadile ka property gene yana vegi. That is stupidity. You only need to use what? It is free given to you by God. Solomon didn't have gold. Solomon didn't have anything. What he asked for is wisdom. He didn't ask for money. He didn't ask for big houses because he knew if I use my wisdom, everything on earth is given to me because alikuwa shasoma Genesis 1 verse 26, 27 na 28. Solomon alikuwa shasoma. Wagapi wamewahi kusoma Genesis chapter 1 verse 26, 27 na 28? Wangapi kama ushawahi soma? Sasa hapo ndio ujika inaanziaga. Hapo ndio nini? Hapo ndio ujika inaanzi. Kama hujasoma Genesis, kiabereria kia kigo kia Ngai. Kama haujui, then basi haujui unafanya nini dunia hii. In fact kama ni mimi ningekuwa wewe, ningesema Mungu take me. Lakini usinipeleke huko kwa sababu nitaenda kusubua watu wengine. Nipeleke kule sitakutana na watu. Hebu tusomee mami, fungua Genesis wewe na goya blue. Fungua Genesis verse 26. Sijui ni kwa nini nimeelekezwa padi hiyo. Naonekana kuna watu leo nimeletewa watu wako na akili lakini wajui kutumia. Tusomee karibia huko. Najua haka nakafundisha. Ndio mnaona ni nakataka kufundisha. Nika journalist. Kuhereria haria. Woye maandiko macio na kamera. Nataka kajue. Nika journalist kakuzaliwa. Si kale kakujifundisha. Ni kale kakuzaliwa. We, wacha kaa chini ndio achukue hiyo. Kuhereria woye maandiko macio. Yes, na kugushia. Soma. Mpatie microphone. Si unaona sasa. Mtu anajua microphone inahitajika lakini amekaa chini tu. Na wewe tumia microphone fiinya iwake. Ama Yesu ataiwakisha. Wewe soma tu hiyo 26. Shika microphone yangu. Tumia. Kitabu cha Mwanzo 1 mstari ni wa 26.
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mtu kwa mfano wetu. Who is the owner of gold? Who is the owner of this world? Na mnafanana na nani? Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wakatawale nini? Wakatawale nini? Na nini nyingine? Na ndege wa angani. Na wanyama na nchi yote pia. Sikiliza. Amesema nini? Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na mifugo na dunia yote ukaitawale na vyombo vyote vinavyotambaa kwenye ardhi. Alafu uniambie unalalaga njaa. Alafu uniambie unalalanga njaa. Nani ameilala njaa siku moja tu? One day ukalala njaa, ukajikuta hauna chakula, hauna nini, ukalala njaa. Inua mkono kama wewe umeokoka. Kama umeokoka inua mkono. Sababu najua 90% yenu mmelala njaa at one point. Inua mkono mzuri. Sina hili modeli. Haya, twende kazi. Nani anasoma? Akaumba mtu kwa mfano wake. Akaumba mtu kwa mfano wa nani? Kwa hivyo unafanana na nani? Twende namba 2, tuendelee. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. 28 now. Mungu akawabariki. Hapana, soma hapo kwa mfano wa Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanamke na mwanamume. Kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Alafu Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Na Mungu alipojiumba akawabariki. Hallelujah. And he blessed them. Mkaijaze nchi. Abotige. And he blessed what? Them. So from the word go, you are a blessed person. Mkaijaze nchi. Akawaambia muende mzaane mkaijaze nini? Alafu na kuitisha mkatawale samaki wa baharini na ndege na mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai, na kila kiumbe chenye uhai juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche mtao mbegu. Tazama kila mche. Na hapo ndio watu wa bagi wanatoboaga hiyo story. Kila mche, every tree that brings, every seed that bears tree, ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hivyo hata chakula umepatiwa. Na uraragira niki? Umepatiwa mpaka chakula, kila kitu umepatiwa. Wacokire kurarira ku? Urenda kujira gaini yake nagio niwe? Tuendelee. Na usome kama mtu ameenda shule wewe. Ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani. Kwa hivyo wanyama, ndege za angani, miti umepatiwa chakula to eat for free. You don't labor because God has given you. Na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi, chenye uhai, majani yote ya miche chenye uhai, ndivyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Sikiliza, ngojea hapo.
na Mungu akaona kila kitu alichokitengeneza ni chema. Muulize mwenzako, umesikia? Muulize mwenzako, umesikia? And then he gave man dominion. And akauliza Mungu, akamwambia binadamu, subdue the earth. Wadhene ileko. Shida ilitoka wapi? Shida ilitoka wapi? Jiulize mzee, hiyo shida uko nayo ulitoa wapi? Are you worshiping the true God? Are you taking instructions? If you are poor because you are not worshiping the true God. And if you are worshiping him, you've never understood him. And if you have understood him, you are not taking the instructions. Because this is the instruction. Hiyo ndio manual ya kuishi dunia hii. Dominate and subdue. Every place you go, make sure your presence is known. Everywhere you go, make sure your God is superior. Whatever they do, hata ukakuta unaingia katikati ya shamba la Waislamu, uingia mahali popote utaingia. Don't be afraid of them. Don't be afraid of their faces. Don't be afraid of what they say about you. Don't be afraid of where they are taking you, because you have the power and you have the capacity and you have the strength to do whatever in the name of Jesus Christ. He told Jeremiah in verse chapter number 1, verse. He told Jeremiah in verse chapter number 1 of the book of Jeremiah, verse number 6 and 7. When Jeremiah akamwambia Mungu, I'm just but a baby. Mimi, I'm a youth. I don't have power to say it. I don't have power to do it. Then God came to Jeremiah akamwambia, from today never say I am a boy. Never say I am a youth. Never say I cannot be able to make it. Never say I cannot be able to go. Never say I cannot be able to conquer. Never say I cannot be able to do anything. But where I will send you, you will go. What I will tell you to say, you will say. See, today I have put my words in your mouth. Whose words? See, today I have put my words in your mouth. Fungua mdomo. Hivyo. Akaushika ulimi wake, akauguza, akaweka moto ndani ya ulimi na akaweka maneno, meaning what you speak must not come from you, because it is not your word, it is God's word. Hallelujah. Where did you go wrong, man of God? Ulitelezea wapi? Hiyo roho ilikutoka wapi? Every time unalia nini? And the power is in your mouth. Na miguu imeambiwa mahali nitakutuma utaenda. Ama tusome hapo, labda ni mimi nasoma vitu zangu. Fungua Jeremiah 1 verse 6. Maybe ni mimi nasoma vitu zangu. Najua watu wanasoma wanaona ni kama ninakuaga na Biblia yangu. Mimi Biblia niliwekwa hapa. It is here. Kila kitu from Genesis to Revelation iko hapa. I don't need to read your Bible. Lakini for conversation, wachana na hiyo ya simu, ile ya makaratasi. Quickly. Nani yako na Biblia hapo katikati? Soma hii baba. Jeremiah chapter 1 and verse 6, the Bible says, Then yes? said I, Ah Lord, behold, I cannot speak. Behold, I cannot speak. For I am a youth. But the Lord said to me, Do not say I am a youth. For you shall go to all whom I send you. And stop, angoja. You shall go to a few that I will send you. Sinivo amesema? No. No. Just listen to me. Amesema, you shall go to a few that I will send you. No. Amesema? You shall go to all. To all. So it doesn't matter who it is. It doesn't matter who it is. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anybody including Ruto. That is why we are commanding Ruto from here. Last time tulishika bendera on that other Sunday. Tukasema Nairobi hakuna maandamano. Kulikuwa na maandamano? Kulikuwa nayo? Na mtu kesho msiogope. Nitatumana huko kwa maese. Nikikuta mtu amekosa kwenda kasini kwa sababu anaogopa, utanyoroswa. Ile maandamano tunafanya ni ya kunyorosa watu waende kasini.
This is not a nation of cowards. This is a nation of conquerors. This is a nation of winners. This is a nation of victory. We can never have these cankerworms to come and eat our properties and our harvests. Ati unakaa kwa nyumba tunasikia ati Raila wanakuja kufanya ya nani? Kenya hii ya nani? Kwao. Kwa gai. Ndio akikua. No, not. Watu waende wafanyambia mwenzako kesho ingia kazi kama kawa. Na mchukue namba yangu, wale wanatuwatch mchukue namba yangu ya simu iko hapo. Ukisikia kama mtu kana kusubua nipigie simu. Ati wewe taenda kazi, nipigie simu. Hata Raila akikusubua nipigie simu. I will deal with him, najua kwake. We cannot allow, because I have been given power. Where he is going to send me, I will go. Notwithstanding who you are. Go ahead, my brother. And whatever I command you, you shall speak. You see? Whatever I am commanded by my God, I will say. So I have no fear. Hapo ndio marasta walitoa ile wimbo yao. How long shall they kill our prophets as we stand aside and look? No fear for atomic energy, because none of them can stop the time. Hey, nilikuwaga mrasta. Freedom song. That where you are sent to go, wherever you are told to say, do not remove nor do not add. Say as it is, because do not be afraid of their faces. For I am with you to deliver you, says the Lord. Do not be afraid of their faces, for I am with you. Hallelujah. Mwambie mwenzako goko tikwa hivyo ya. Hapa siku waoga. Mwambie hapa siku waoga. Kama wewe ni mkioga toka kwenda. I will not walk with you. Do not, the Bible says, God has given me instruction that wherever I will go, wherever I will go because I've been sent. Whatever I will say because I've been sent. And I've been told another thing, do not be afraid of their faces. For I am with you to foresee and to overlook over your deliverance. Nobody will be able to touch you. Nobody will be able to touch you. Sema, nobody will touch me. Sema, nobody will touch me. I will conquer them because I don't fear their faces. You know, the faces, why God is mentioning the faces, we are scared through faces. We are scared. Unaona huyo mtu kiona, ukikata Raila hapa, ukata hii kigo, utoe, uweke kado. Ataitwa Raila. So what do we fear in him? Is it the body or the face? Yeah? It is the face. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikata shetani shigo, ubakishe kimwili, utajua ni shetani. So what do we fear? It is the face. So if we cut this face, then it means we have conquered them. Hallelujah. So do not fear them. Do not be scared of their faces. It is in the Bible. Do not be scared wherever you go. Ukienda kwa Waislamu kule Qatar, uende Saudi Arabia, uende na whatever places that you go, do not be afraid of what they do. Do not be afraid of their culture. Do not be afraid of their religion. Do not be afraid of whatever they say against you. If you are black, I'm black because I look like God. My God is black. Hallelujah. If I'm short, I look like God. My God is short. If I am tall, I'm tall. I look like my God because I am tall because my God is tall. Hallelujah. That is the image. I am the image of God. Tell your neighbor, I am the image of God. So there is nothing that can change you. There is nothing that can transform you. There is nothing that can make you not go according to the will of God. You must be a performer according to what God said about you. And you must be a performer because God has said you are going to win. You are going to conquer. You are going to change the world the way He wants you to be. He said He has given you mandate over the world. Verse 10. The next verse. Baba. Kana hiyo microphone baba. Hawa watu hakutakii mazuri.
Uko verse? That was verse 8. Mm-hmm. Verse 9 says, Yeah. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And then the Lord stretched his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day set you over nations and over the kingdom. Listen first. See, today, no, he stretched forth his hand and touched my mouth. Then he did not only touch my mouth, but he inserted a computer in my tongue. This computer, it is the word of God. This computer is the power of God. This computer is the energy of God. This computer, it is God. He touched your mouth. Then he put his words. Hallelujah. So ask your neighbor, why are you fake? Imagine hata wewe umemuuliza, hebu muulize, why are you fake? Look at your neighbor. Imagine hata wewe umeuliza, why are you fake? Because already you are fake. He touched the mouth and put words on the mouth. This word is for you. This word is for your empowerment. This word is for your success. This word is for you to become rich. You command money, money will come. You command land will come. You command out demons, they will go. You command everything, because what will be coming out, it is not your words, but God's words. To do what? See today? See, I have this day set you over. No, he's telling you to see. Open your eyes. He's opening your eyes. See today. Go ahead. See, today I have set you over nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Look here. See today. Look at me. See today. Lift up your faces. See today. This day, I have set you over nations and over kingdoms, to root out, to pull down, to overthrow, to destroy, then plant and build. That is your mission statement on earth. That is what? Mission statement. My mission statement on earth, it is, I have given mandate over nations and over kingdoms to pull them down, to destroy them, to overthrow them. Then I plant and build. What is a nation? Who is a nation? A nation is called Nation Kenya, Nation Africa, Nation Uganda. A nation is the institution. Praise be the name of God. Nation is what? The institution. Marriage is a nation. It is an institution. Your business is an institution. Where you have been employed is a nation. Your work is a nation because it is an institution. This church is a nation because it is an institution. Now, when you have a nation, you have, it is rulers, the people who live there, and the people who live in a nation are ruled. Because heaven, this world is a product of heaven, and heaven is a hierarchical world of order. So being an institution, the institution has rulers. A marriage has a ruler who is the husband, and the wife is what? The she-goat.
Hallelujah. So marriage being the institution iko na kiongozi wa hiyo institution, hiyo inchi iko na kiongozi. Kenya is a nation ruled by Ruto. So that's what the Bible says, see today I have given you nation Kenya. And if God gives you nation Kenya without giving you the rulers, he has not given you the nation. Hallelujah. So number 2, he tells you, see today I have given you nations and kingdoms. Kingdoms, it is the rulers, the institution of ruling, the spirit of ruling. Roho ya kutawala ndio ufalme. Sijui kama unanielewa. So roho ya kutawala ambao ni mfalme, basi nayo roho hiyo iko na mfalme anayeiongoza. That is why you have a man in the house as the husband, because huyo ndio sasa mfalme, is the king. The utawala, roho utawala ule ambao unazunguka ndio ufalme. Ufalme uko na mfalme. That is why God has specifically given you the nation institution, and he has given you the spirit that rules that institution. Kingdom is the spirit that rules, that controls, that runs. So see today, I have set you over the nation and over the spirit, any single spirit operating that nation. Akikupatia area kwambia nimekutuma Gilgil, amekwambia nimekutuma Nakuru, amekwambia nimekutuma Machakos, amekwambia nimekutuma Mombasa, amekupatia utawala wa Mombasa na inchi, ardhi ya Mombasa. Ukifika huko lazima utakonka, because you have the power in your mouth kusema na vitu vinafanyika. Hallelujah. Kwa hivyo ukiambia utoke hapa uende Dubai katikati ya desert, you shall build. Those are the people ambao wanajua kupractice. Dubai is a total desert without single soil, but is the attraction of the whole world today. The attraction of every person is going to Dubai. The Wanakonga is the highest place where visitors are visiting. Every 1 year they have over 100 million that go there. In a desert. Where we have land in Kenya, people are not even interested to come. People there, they don't go to see animals because there's no animal. It is a desert. But they have the tallest building in the world. Hapa Kenya tumeambiwa tusijenge Mombasa nyumba ya ghorofa 6 kwa sababu itaaguka, itasink. Kule Dubai hakuna mchanga, it is desert ambao ni sand only. But they have the tallest building in the world. Why? Because wazungu waliwaambia nyumba haiwezi kujengwa juu ya mchanga iende sana, na wao wakatumia mdomo. Wakasema naye Mungu wetu alituambia tunenee mchanga tujenge nyumba ya ghorofa. Hallelujah. Are you getting the difference of where we have the power of the tongue and where we have the power of your body? It is not your body that makes things work. It is the power of the tongue. The highest person in a factory or in a company is the CEO, because he only says. The least paid ni ule wa foodi, wa mtu wa mkono, wa kubeba koroga na nini. Lakini kimutu kingine kinakujaga tu kina. Ondoeni hiyo mawe mweke pale. Toai, mbomoa ile yote mweke chini huko. Because he knows how to use. Whatever I am doing now, I don't do because I have the power of the body. I do it because I know everything belongs to me. Or what I'm supposed to go in kwenda kusema, nataka hii kiti. Juzi tulienda na mdada fulani mahali. Nikamwambia tunaenda kuchukua viti. Uko na pesa? Nikamwambia ndio na duru ndio. Naone turainuka naite. Tukaikia duka ya Mushaina, nikaambia Mushaina, I want these seats. How many are they? Count for me. Akaniambia they are 400. Okay, I want to take them. Mushaina alinipatia receipt, akaniambia utalipa baadaye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So I don't want to walk with people who does not understand to use the power of their tongue, because I know I am speaking
I am speaking from the power of my God, the God that created that which I want. He told me that he has given me everything, the plant, the fish, the bird, the animal, and everything that exists on the face of the earth belongs to me. I only need to say, come, and they will come. I only need to command and they will come, because I am a blessed person. I am given power by God. I am given authority by God. I am given way by God. I can say whatever I say in the name of God, and it happens. God said, let's create a man and a woman in our own image. In the early verses of chapter number 1, and God said, let there be the world, and it was there. Let there be night, and night was there. Let there be day, and the day was there. Let there be the moon, and the moon was there. Let there be the sun, and the sun was there. So this God that I resemble, it is that God that says and said things to be there, and they were there. So if I resemble him, I have the same power like him to say, let there be a car outside here, and the car will come. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini Mjapani alitengeneza machuma, anamwagilia mafuta kitu liquid, na hiyo chuma kifanye hivi nasema chong yong 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 yong, na inatembea. The power. Transform your mind to know that you have a power of God. Transform your mind to know that we can change this world to become the world that God wants to be. When you go to another country, you don't need to be worried of their gods. That is what God has told you. Do not be afraid of their faces, for I will be with you for you to see the deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. So he tells you, see, today I have given you power to pull down, to destroy. If you go to that foreign country, and the foreign country, they are worshiping animals, and there is no any church around you, there is no space around you for you to do anything, then you must understand one thing, that you are given the power to go and destroy that nation and build the nation that you want. Hallelujah. Hapa muku nielewa. Najua muku nielewa. That you make your own world. Hallelujah. That is why he gave you mandate to pull down, to destroy. You can never destroy that which is not existing. You can never pull down that which is not existing. You can never overthrow a government that is not existing. It means that God is sending you to a government that is existing, to a place where gods are being worshipped, to a place where devil is being worshipped, to a place where they will not accept you. That is why he has told you, when you go there, don't go and expect anything good for you. Wherever you go there, things will be hard. Therefore, I've given you power today. Go and destroy and build your own kingdom the way you want it. Hallelujah. If you go to the Arabian countries, don't tell the usiwaite wa shetani. Don't. They did what is in the book of Jeremiah. Whatever they worship, it is in the book of Jeremiah. Ukikuta muhindi akiabudu ng'ombe, alitoka kwa Jeremiah. Hallelujah. Ukakuta muhindi akiabudu nyoka, alitoa Genesis. Alisoma Biblia na akajua nitatumia hii na nitafanya hivi na hivi. Kwa hivyo usiende kuinterfere na yeye. Bomoa hiyo inchi yake, jenga inchi yako kulingana na venye umesoma Jeremiah. Menelewa? Hakuna gutire mundu muka muthaka, na gutire mundu rume muthaka. Ni kwiyobira tuyobagira ugethondekera. Ukiona mama amevaa vizuri, amevaa manukato na amejiperfume vizuri, na sasa eche ni athakara muno. Ng'ombe wewe. Wewe turera wako. Ocio na muguru kiwekerete makuha mashongi ogethio muthabio mwekere designer andu othe ne mekwihugura. Ocio ni athakara muno. Create your own world, create your own space, create your own position, create your own authority, create your own moves. The people who came to Nairobi, that's what you see that we have slums and we have Runda. We all came from the village. Yule mtu wako Runda ametoka Nyeri, na yule ako Mukuru kwa Ruben ametoka Nyeri.
Hakuna mtu alitoka juu akateremshwa akapitia njia ya Nyeri akakuja. We all come from the same village. Venye ulitaka kuishi ndivyo umeishi. Because nobody came with his own money. Gachagua siku moja alikuwaga nini? Mfanyikazi wa Uhuru. Alikuwa kada ya Moko, nakumbuka tulikuwa tunafanya na yeye. Tulikuwa tunatumwa na Uhuru, kibia, fanya, rudi, enda, kwenda hivi. Saizi Gachagua anakomadi Uhuru. Anaambia Uhuru. Uhuru akikuja anasema yes sir. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. It is all about your transformation. It's all about what you want to be, where you want to be, what you want to become. It is not from God. God has given you the manual. God has given you every earthly thing on earth. Kama umenyang'anywa shamba, ni wewe umejinyang'anyisha. Hallelujah. Kama umenyang'anywa bwana, wewe ndio umenyang'anyishwa. Kama mke wako umenyang'anywa, wewe ndio umejinyang'anyisha. Esther aliingia kwa Vashti, nyumba ambayo ni guarded, with security, with protocols, with everything that is in the kingdom. Everything. Lakini nikamwanamke kamoja tu na kaingia mpaka huko, kakanyongota, kakatoa huyu Vashti. Esther katoa Vashti, akarusha nje, akakalia kiti. Because anajua this can work. Akaambia watu wao, ninaenda kuingia huko, na nyinyi munisupport na maombi. If I perish, I perish. If I conquer, I conquer. She knew. She created her own kingdom. She created her own mind. Na akaingia ndani na akachukua, kisha akajua jinsi ya kushika mfalme, akamshika, akabomoa ufalme ndani, akajenga ufalme wake. Na akaenda kwa mfalme akawaambia, if I find favor in you, if I find favor. For you to build that kingdom, lazima unyenyekee. Lazima unyenyekee. You must be a good servant of God. You must be a good servant that listens and knows that you have the power. Vashti was arrogant, but she had the power. Yesterday she was in State House. Tomorrow alikuwa ametoka nje. The same mouth that speaketh, the same mouth also spoke against. What you want to become, you will become. What the position you want to stay. I remember I was telling some people some story about my life. Nikiwa mkuru kwa Rube. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nauza mitura, na nilikuwa nauza chang'aa na banki na miti ni dawa pale mkuru. Hata nyumba yangu hata saizi ukienda hapo mkuru, uulize tu mtu yote nyumba ya Waruinge iko wapi. It is there. Nimeiweka hapo kama museum. So that always it will remind me where I have come from. Zile maguo nilikuwa nikivaa nikiwa chokora, I have them in my house. I will not throw them. Hata wakati nitakuja kuwa president wa IGE, nitakuwa nazo State House. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they remind me of those days that I was humble. For you to succeed, you must be humble. You must be a servant. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuta wanawake wengine hapa wakinifukuza kwa choo, walinikuta nikiosha choo. Wakanifukuza, nimesikia vibaya sana. Mwende mtubu. Because I was doing my best. Hata kama ilikuwa na mapupu ingine, I was doing my best. I was doing what I've been called for. I am a servant. I am supposed to serve you. That is why God has chosen me over you, so that I can serve you. Whoever that is a servant is greater than the one who is served. Because I have been given a responsibility. Unagira kuikara kwa kunike. Nikioreka huko. Unagira kuikara kwa kunike. Because I have given a responsibility to serve you. That is why you are here. So when I'm doing my service, leave me alone. Ukanikuta nikisafisha nyumba hii nikiosha, just leave me alone. I'm doing what God has given me. Hallelujah. And that is one way of you to succeed. One way of you to conquer this world, become a servant. Don't become a boss. Don't. God has never been a boss to us. God has given you. Anakwambia nifuata tu. Na kama unataki kunifuata huko, kuna moto huko. He has never been a boss. Jesus was never a boss.
Jesus was always a servant. Aliwakuta wamama akawaosha miguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pastor wa siku hizi, na imagine siku hiyo hakuna gloves, aliwaosha vizuri na akawapaka mafuta na akasikia raha. But he was who? Alikuwa mkubwa. Na wale watu ambao ni wakubwa ni wale wananyenyekea. Unakuwa mtoto, mtoto ni mkubwa kuliko huyo mtu mkubwa in the kingdom. Because wanajua kutumia mdomo, hawajui kutumia kifua. Ukaona mtu anatumia kifua, ni mjinga hapa. Hana hii. Taligeke. Sema hana hii. Sema hana hii. Sema hana hii. Lakini mimi niko nayo. Ukaona ndio unaona askari. They don't reason. Left is anakuta kuna mawe, anaanza kuweka mawe because ametolewa akili. He is being commanded. Anaingia kwa kebo, lakini sisemi ni wajika. Nasema ni institution ambao wako chini yao ndio imewafanya hivyo. Lakini wakirudi nyumbani wanakuwa mababa na mabibi. Wako na akili. Lakini wakifika kule, anaambiwa go and arrest that woman. Akienda nakuta ni mama yake, anamwambia I'm sorry you are my mother, lakini I have to arrest you. Umeona? Anafuata order because mkubwa alisema kamata. Akienda nakuta ni baba yake, anaambia baba, leta tu mikono. Baba anaenda akimwaga machozi, mwana wako. Niweko mwana wako. Anapatwa na laana because of an order. But when you become a servant, you use the authority of God. When you become a servant, the authority that it thrives in you comes from God, because it is godly environment created for you to become successful. Bwana Yesu asifiwe sana. How many of you are blessed up hapo tumefika? Ni wangapi kutoka leo umaskini imeondoka? Tafadhali sitaki wajika kanisa hii. Ninakusihi tu, sitaki. Tukimaliza miezi ingine 3 nitakuwa nikiassess na kuja na kuita wewe. Ulipokuja hapa ulikuwa na kiatu moja. Umeongeza hata sandals? Hapana. Ndio tafuta kanisa ingine. Si mlikuwa huko mkifagia? Si mlikuwa ile kanisa ingine mkifagia? Mliambiwa ni kazi ya Bwana? Mliambiwa ni kazi ya Bwana, kwa hivyo hamlipwi? Si mlilipwa? Kwa sababu sitaki ujinga. Kazi ya Bwana ni tofauti. Hiyo unafanya kazi ya Bwana inalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Bwana inafanya nini? Lakini si mimi ni kufanya mtumwa. I have to pay you according to what is available. Because I want to nurture you to become that great leader. I want to nurture you to know that you can work for God and become rich. Nataka kukuondoa kwa Ukristo wa ujinga. Nikufundisha ya kwamba ati you can become rich, and in the kingdom there's riches. In the kingdom when you are serving God, haufai kulala njaa. When you are serving God, haufai kuteseka. When you are serving God, haufai kukaa umasikini. Ati kwa sababu you are in a foreign country, you need to beg. You are not supposed to beg. You are supposed to use your mouth to command the blessings of God. You are supposed to use your mouth to command the way to open. I will create a way where there is no way. I will create the well in the middle of the desert. That is saying that before God creates a well, you must be in the desert. Hallelujah. Because he cannot create a desert while you are sleeping in your bed. You must be there so that God can see the necessity of my servant being blessed. You must be doing something for the blessings to come. You must be a position. Unakamata territory. Na nataka kuwafundisha from now. Tutaanza kutembea mguu hapa Nairobi. Unatoa kiatu, tutembee mguu tumiliki Nairobi.
Wa Somalia na Waarabu wamezunguka, wamechukua Nairobi, walitembea miguu barefoot. Walitembea miguu bare what? Foot. Wakakamata anga. Kama kuna kitu yako imeibiwa, tembea kwenye hiyo kitu yako miguu. Ambia Mungu I possess. Because wachawi wanakanyaga vitu zako, wanakanyaga your soil na soul, wanabeba, wanapeleka kwa waganga. Bwana asifiwe sana. You must understand, Ukristo si ujinga. Hallelujah. Ukristo si nani? Oyedepo sahi ako na private jet na mandege zake. He is competing with Kenya Airways. Oyedepo ako na visima vya mafuta. He is competing with Nigeria Oil Refineries Company. Oyedepo has the largest auditorium in the world right now because he infused Christianity with business. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa unaambiwa modo ya kohono kadaluta kawira na yako ta biashara sele. Niletee idea ya biashara. Yuko pale msichana aliuza mandisi. Kuja. Nilikwambia leo nitakupatia shilingi ngapi? Kuja. Mpatie microphone. Watu wanakaa na microphone. Kuja hapa. Simama tu hapo. Simama tu hapo. Hapa. Kuja hapa juu. Hapo. Waambie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ongea ni kama mtu mfanyi biashara wa Nairobi. Business guru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nilikuja nikaombewa. Mungu akanisaidia nikaanza kazi. Nilikuombea? Niliamini. Nilikuombea mimi? Nilikuwa? Did you see me? Ulikuja. Sikukuja siku hiyo. Siku. Was I there when you came? No. Alikuja hapa na akaigia na akaamini. Nitoka huko nikapata 35k nikatumiwa na friend. Ukatumiwa after immediately kutoka hapa? Nitoka huko. Ukatumiwa? 35k. Nilikuwa na deni ya nyumba nikalipa. 20k nikaendea mandizi Meru. Sasa ndio nauza. Na bado naona biashara inaenda poa vizuri. Inaenda poa? Sana. Vizuri? Sana. Na sikumwekelea mkono. Na wewe atalele ojalie kigo kimwe. Aliamini, alikuja na akaamini. Akasema huyu Mungu ambaye anaabudiwa hapa, huyu Mungu ndio nitamtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Gari, niletee 5,000 hapo. Na siwekagi pesa hapo, ni kuwekelea, nimewekelea hapo. Taukagutua huko. Takuja na mabunduki hapa. Leta hiyo pesa, zilikuwa zinagawiwa. Leta 5,000. Nilikuahidi nitakupatia 5,000. Uongezee kazi. Na nataka ripoti yako. Kila nini? Wednesday utakuwa ukikuja? Utakuwa ukipatikana? Unaniletea ripoti ya kazi. Shika 1, 2, 3, 4, 5. Pigieni Yesu makofi. Kila Wednesday kazi ikiongezeka, unakuja, nataka kufanya hesabu na wewe ya kazi yako. Nitakuwa nikikuongezea 5,000 every Wednesday. Depending kama imeongezeka. Kama imerudi chini, unapotewa na 5,000 zangu. Lakini kama imepanda, nitakuongezea nini? Baka ulete lori mzima umwage hapa. Amen. Tutaachana na wewe. Ukiniita, kuja, ndio hii lori imemwaga masi. Lakini mtu wa kushida hapa kuomba ati wewe ni nani? Wewe ni nani? Nonsense. Nimewaletea mkitoka hapo nje. Umeleta mai mengine? Nimeleta. Iko wapi? Tadirehe, ndio leta tukule. Leta tukule. This is the kind of characters I want. Leta hapa. Imeiva? Leta, tutakula kanisa msima matunda. Wekelea hapa. Sasa angalia, huyu alikuwa na mwili. Kile tukidaka. Si ni kihadi sana. Si angeenda kujiuza. Angekosa mtu. Utitigio limo. Ako na kila kitu ya kujiuza huyu. Ukimwangalia hivi si unaona sura ni mzuri. Huyu unahitaji kuhakisha taa kweli? Ni ile mstari tulikuwa tunakatia watu nayo. Ati anadilafata radhitima.
Ukawe wewe nyina wa ciana. Gaira andu. Eko mama mwingine. Kuja. Hata huyu ni pastor. Kuja. Weka mtoto kuja. Kuja mtoto. Kuja nimewe nimeita. Gawia hawa watu. Ndukirage we niwe ndirariria. Yes. Kila mtu moja moja. Matunda ya success ya hii nyumba. Na nyinyi mtu mnangojea pastor aguswe na Mungu anipatie. Hata kama wewe ni pastor sitakupatia ngo. Utakaukiwa. Uko milo. We unaagusha. Maneno yo kwenda kuhurwo yo. Unaagusha. Kule ni matunda ya kanisa. Idio masao. Na kutengenezwe muthondeke kinyamo kiho kibesheni. Matunda maigagerero haha. Twathi kuria. Ile na kule kwa TB Joshua ile kitu. Matunda kama hiyo. Mimi ni mtoto wa TB Joshua. Yes. The only man was given his microphone before he died to preach in that church. It is me. Afu mnakuja hapa kuniletea. Hai. Yeye ni mtoto wako? Anegathaka. Gairado nawe hau uguo. Hizi maproduct baya za watu baya ndio inaleta matunda hapa. Hawa watu wazuri hata ona kashai. Magorera. Sasa hii yote ni ya pesa ngapi? Kama ungekuwa unauza ni pesa ngapi? Kireti kama hii inakuwa ni kama pesa ngapi? Nani angetaka kutapu blessing hii na usitoe ya sadaka? Tubariki huyu mtoto. Nani angetaka kutoa kitu to bless? Utapu hii blessing. Just bring it. Acha niwaonyeshe jinsi ya kutapu blessing. Lakini mweke ya sadaka na fungu yako. Lete haraka. Mwenye anataka kutapu blessing. Wewe John. Nikiwa muiguithia. Ndio kumuiguithia nionyeshe kule ulitoa. Tapping the blessing. Tapping the blessing. Lete. Tapping the blessing. Upatie ni yake. Tapping the blessing. Tapping the blessing. Tapping the blessing. Success. Tapping the blessing. I don't know. Kuria marade na mati go tapu blessing. Tapping the blessing. Wekelea mami. Kwani ina stick. Tapping. Lete. Tapping the blessing. Harakisha. Tumupatie simu yako. Tapping the blessing. Muulize namba yake. Lakini usimutaanza kumsubua. Niliona wewe ni mama uko na bidii. Ninahitaji mtu kama wewe. Ninahitaji mtu kama wewe. Hapana, usiwapatie namba. Wacha waweke kwa kanisa. Ukimtumia uniambie. Watu watakusumbua. Naona venye wamekuchangamkia. Mweke gari. Hii ni kutapu blessing. Wegoko. Na you are very handsome. Yes. Tumefuga mlango ya blessing. Tumefuga. Siwezi nikakufugia. Wewe. To tap the blessing. Sema I tap this blessing. Milango ifunguke. Kuja. Hata umekuja. Wekelea hapo. Tap the blessings. Kuna mwingine? Nikujie sasa. Nikuletee blessing alafu nikujie. Ngakio mungino yo. Mwairu. Kabisa. Asante. Mtaide to iko. Dede to en bakoro. Ingi. Bajakire. Good. Ai watanengire. Kuja. Simama hapa. Wacha nikuachilie ma blessings kwako.
Mungu, hiyo ni pesa yako. Okota blessing, okota blessings. Hiyo yote ni yako. Na nidikireka ni wanyima niki. Kuna wabereire muthuri. Nini unataka? Are you sure? Umemwambia ngapi? Mwambia rudisha ngapi? Wow. This is my happiness. Hiki nikio gikeno giakwa kuona watu wana prosper. Umeweka ngapi? 200, unitishe 200. Mwingine amepatiana? Usiwapatie namba, umesikia? Mtu akikuitisha namba unaniambia. Ati Bwana alinionyesha ati wewe ndio uliumbwa kwa sababu yangu. You are the prophetic woman described in the book of Proverbs. There are the virtuous woman, the virtuous wife, ni wife kana woman. Umeokota? Yeah? Leta mafuta. Ni anoint huyu mama. Yaani mmekula baka mmeshindwa. Be fruitful and multiply. Inueni mikono yenu. Ninapombariki huyu mtoto na nyinyi mukabarikiwe. Nyita pesa hizo. Tia gutara. Pesa za kila dibutara kusidia gutariro gopere. Baba, katika jina la Yesu Kristo natakaza hizi pesa. Zisikuwe pesa za kiume bali zikuwe za kike. Mahali zitaenda zikazae na zikazae kwa marudufu. Ninamzingira kutokana na maadui na wachawi na warogi na mailiminati. Wote ambao walio na macho ya uovu, macho ambayo hayapendagi kuona mtu akifaulu, ninafunga macho hayo. Masikio ya maadui yasimuone, miguu ya maadui isimfuate. Mikono hii na ikabarikiwe na kazi yake ikabarikiwe. In Jesus name we pray. Thank you. Sasa shikeni sadaka mulete hapa. Na watu wa 10% kwanza simameni, watu wa 10%. Dada komenya mekora ya kanitha. Fungu la 10. Deliverance service as usual tutaifanya kutoka saa 8:30. Kwa hivyo nisitaki kuona mtu between now na saa 8:30. Don't follow me. I have your time kutoka saa 8:30 mpaka saa 12. Si ndio? Ukae chini, ukule chai na ukunywe mkate. Hii ni pesa ya nani? Kuja chukua pesa yako. Huyu mtu tuko mwikati hoyo. Chukua pesa yako. Watu wa 10% kujeni hapa. Watu wa fungu la 10 kujeni hapa haraka haraka. Hao wengine shikeni saka zenu. Praise and worship, natumai you are ready. Ukitaka kujua mtu kama anaendelea anafaulu, angalia kama anatoanga fungu la 10. Fungu la 10 it tells you huyu akili yake inafanya kazi. Hata kama ni 1 bob, hiyo ndio 10% yako. Lazima tukue kanisa ya kutoa 10%, even if it is 1 bob. Even if we are not here looking for money, we know how to get money. I want to train you that you must be faithful in the little that God has given you. For God to entrust you with much, you must be faithful with the little. Dada kumenya mekora. Yes. Hata wewe.
Wacha kuniangalia na macho ingine baya. Ewe Mungu, asante. Asante wewe Mungu wangu. Ina sadaka, ina sacrifice. Baba, nashukuru Baba kwa ajili ya fungu hizi za 10 na malimbuko. Ulituambia tukujaribu tuone kama hautatufungulia milango na madirisha. Watoto hawa wamekuja kusema wamesikia mwito wako, wamesikia jinsi ulivyowatakia wafanye. Kawafungulie milango hiyo na madirisha hayo yakafunguke, uwepo wako kaonekane juu yao, na wasije hata siku moja wakakosa kazi ya kufanya. Mikono yao ikabarikiwe, miguu yao ikabarikiwe, hata vinywa vyao, chochote watakachokisema kikaweze kubarikiwa. In Jesus name, say amen. Wekelea hapa. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, asante, asante wewe Mungu. Leta sadaka, sadaka mlete sasa. Leta sadaka and your sacrifices. Sadaka and your sacrifices. Asante Mungu. Kitu nataka tufanye prophetic. How many of you wamebarikiwa na mafundisho ya leo? Hata kama haikusema utapata gari. Wangapi wameamini wamefunguliwa kutoka leo financially? Because today I was speaking about finances. If you believe that God has done something in your life, nipatize bahasha. We are in the transition. We are transiting from here, from Gilgal. I trained about what is Gilgal. Gilgal means the reproach of Egypt has ended. Hallelujah. Right now, hapa tulitoka Jericho, mali tulianzia kanisa.
tumekaa hapa na hapa ndio tulijua we are not circumcised. And this is where we said we must do what? We must be circumcised. Gilgal, that is where Joshua told everybody to get circumcised, because when walikuwa in the wilderness, nobody was circumcised. For the last 40 years, they were not circumcised. Hawakutairishwa. Hapo ndio wakakuja wakajua ya kwamba kile kilisababisha wakae jangwani miaka 40 ni kwa sababu wakiwa Egypt walipanga kususpend covenant ya binadamu na Mungu, ndio wa cross waende saidi ile nyingine. Kumbe that is the source of the mistake that they did. You can never suspend the covenant. The day they suspended the covenant, because Abraham aliambiwa atairishe mtoto wake na mtoto wake akaambiwa atairishe baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is when God made a blood covenant with man. Na akamwambia, wherever you will go, I will always be with you. Now when it came the time of migrating from Egypt to Canaan, Moses and his people elders decided, wakasema, because it is an 8 days journey, we cannot circumcise because tutawafanya nini? Watashindwa kupona. Because ni siku 8 tu tuvuke, tutairishe. Wakasuspend relationship yao na Mungu. Wakastop maagano. Because God, through this covenant, I will walk with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Through what? This covenant. Through, akamwambia Abraham, through this covenant, I will forever walk with you. So, wakaambia Mungu, abodi ukanywe turugi. Edo kunywe madasi, alafu tutakutana pale mbele. That is the time the enemy found ground to attack. Because they knew these men are not covered by the covenant. When you stop the covenant between a company, the agreement, any lawyer or any person can come in hapo katikati na take advantage of anything. Because there is no agreement. If now lease yangu imeisha hapa, Bwana Yesu asifiwe sana. Lease imeisha na inaisha tarehe 23 mwezi wa 4, na nipende mwezi 24 tarehe 25 sijasaini lease agreement nyingine 26, hata kama landlord ni rafiki yangu, mtu mwingine akimbie kwa landlord apatiane pesa amount. That is the mistake the children of Israel did, suspending the covenant. Wakaambia Mungu aende Dubai atembea kidogo, tutakutania saidi ile nyingine. Naye shetani akajua hawa watu sasa they are wako bure, they are not with God. He attacked, and that was the cause of them going for 40 years in the wilderness. Not the mistake ambao walifanya, not dhambi zao, not maadui, lakini that act of suspending the covenant caused the devil to take over, and it took them through a process of 40 years. Hallelujah. So after 40 years, ndio walikuwa sasa wameanza, wakati wakazunguka, ndio sometimes wakapita, wakasema si hapa ndio tulisika mtoto wa alikuwa anaitwa nani? Yule mzee wa kijiji wa nyumba 10. Wakasema iti haturathikire. Kumbe imagine Israel imeyenda 40 years mkizunguka na mjaijua hapa noho tothiuka. Because you are not in the covenant of God. God who does not. When you walk in the covenant of God, God gives you direction and gives you the eyesight. When God gets out of you, the eyesight go, the ears go, the body goes. Everything goes. Until such a time they started to realize the mistake. Wazee wakaanza kugadika, hivyo naona tunaenda Muranga, hivyo it is realizing the mistake we made. Now we are repenting for the covenant irudishwe. When the time the covenant irudishwa, ndio walivuka. Wale wote walivuja covenant wakauliwa, including Moses. None of them was allowed to cross. None of them that were in Egypt went to Canaan, apart from Joshua and Caleb.
Why Joshua and Caleb? When the 12 people were sent to go and spy, it is only Joshua and Caleb that came with a positive result. They identified with the plan of God. But when these elders, including Moses, wakasema tususpend kurua, tususpend gai, tuchoke tuitoshamani na Korea. God alienda China, alafu mawasiliano yakakatika. Akaenda mteja. Sometimes God goes mteja in your life. Until when you come to realize, God aliendaga mteja. Nani who made God to go mteja? Ni mimi. Wakati wakiwa Gilgal, walipofuka wakiingia Gilgal, that is when they realized the mistake. Sasa hiyo nataka nikapie ni kipi ya 40 years. How old are you? 42. Uko na miaka ngapi? Yeah? How old are you, baba? Hata hiyo sitataja. Vipi vya 40, 42, 43 years ndio vilikuwa viko huko. Sasa viliambiwa vianze kukatwa. Vikakatwa. Kuna vile vilipona. Kwa sababu kule kwa kukatwa, kuna wengine, kuna mbeba mimi nikikatwa, kuna kijana alikufa. Alibleed akakufa. In Gilgal there is death. Hallelujah. In Gilgal there was, just like in the wilderness. Utacross uende Gilgal, lakini utakatwa ubulidi wende. Hallelujah. In Gilgal there is miscarriage. Kuna kukaa. Kuna wengine wetu, kuna kijana mwingine tulienda alikaa miezi 2 hajapona. Na hiyo kitu inapona kwa in 80 days. Si ndio? Kuna kijana alikaa miezi 2 hajapona. In Gilgal kuna watu watakaa na hawatapona na watatake long. Watapona lakini it will take long. In Gilgal kuna watu watapona in 80 days. Kuna mtu atakuja kwa hii ministry na unaona ameikamata na ameishika na imekuwa ni kama alikuwaga 100 years to come. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. In Gilgal hapo ndio aibu ya Egypt iliishia. The reproach, meaning the name Gilgal means the reproach of Egypt has ended. Hallelujah. I want to end your reproach in this life. Kama unajua you have the reproach, chukua bahasha hapa kwa madhabahu. Uniletee sade. Tukiinitiate, kwa sababu tukiinitiate kwenda kuvuka, kwenda. Tukiinitiate kuvuka. It is a prophetic walk. Sema prophetic walk. Sema prophetic walk. Bethel Clouds TV, empowering lives.